Karibu tena mtazamaji na msikilizaji wa makala ya Jicho la Siasa. Kama ulidhani sehemu ya kwanza ilikuwa na mambo mengi, basi leo tunafungua jalada la wababe wa kudumu. Hawa si viongozi tu, hawa ni watu walioandika upya maana ya neno mamlaka. Wametawala tangu enzi za simu za mezani mpaka enzi hizi za artificial intelligence au akili mnemba. Leo tunazungumzia mbinu ya upasuaji wa katiba, matumizi ya kijeshi kwa walinzi wa familia na jinsi utajiri wa nchi unavyogeuka kuwa mfuko wa suruali ya kiongozi. Leo tunawashusha uwanjani Museveni, Eyadama, Dos Santos, Bongo na Debi. Shusha pumzi na twende pamoja. Upo nami Samson Bahati mpaka pale nitakapokuambia kwa heri. Tunaanza na Yoweri Kaguta Museveni. Aliingia madarakani Januari 29 mwaka 1986 baada ya kuongoza jeshi la NRA kumng'oa Milton Obote na Tito Okello. Mpaka leo amekaa madarakani kwa miaka 40. Museveni hakuingia kama dikteta, aliingia kama mkombozi aliyesema tatizo la Afrika ni viongozi wanaokaa muda mrefu madarakani, lakini kiti kina sumu ya umungu ndani yake. Siri ya Museveni kukaa miaka yote hii ni uwezo wake wa kuichezesha katiba kama kete ya dhumna. Mwaka 2005 aliona ukomo wa vipindi viwili unamzuia, akafuta kipengele hicho kwa kuwahonga wabunge. Mwaka 2017 alipoona umri wa miaka 75 na mzuia kugombea, akaufuta pia ukomo wa umri. Kwake sheria si mwongozo, ni kitu kinachoweza kurekebishwa ili kimtoshe yeye. Mbinu yake nyingine ni kujenga uoga wa machafuko. Museveni anawakumbusha Waganda kila siku kuhusu machafuko ya enzi za Idi Amin. Anawaambia, mimi ndiye amani yenu, nikiondoka nchi tarudi kwenye damu. Hii inawafanya watu waogope mabadiliko hata kama wamechoka. Pia ameweka jeshi mikononi mwa watu wake wa karibu, ikiwemo mwanawe Muhoozi Kainerugaba ambaye anatajwa kuwa mrithi wa kiti cha urais. Museveni ni mtaalamu wa kuugawa upinzani. Anajua nani wa kumfunga gerezani na nani wa kumpa cheo cha uwaziri ili anyamaze. Amegeuza siasa za Uganda kuwa sinema ya mtu mmoja ambaye yeye ndiye mwandishi, mwongozaji na mwigizaji mkuu. Twende tukamtazame Gnassingbé Eyadema. Huyu ni rais wa Togo. Huyu ndiye mwalimu wa madaraka. Eyadema aliingia madarakani Aprili 14, 1967 kupitia mapinduzi ya kijeshi. Alikaa kwenye kiti mpaka kifo chake tarehe 5 mwaka 2005, jumla ya miaka 38. Eyadema hakuwa rais tu, alijigeuza kuwa mungu wa Togo. Siri ya utawala wake ilikuwa ni kujenga utukufu wa kulazimisha. Aliamuru kila duka liwe na picha yake na kila shule ianze siku kwa kuimba nyimbo za kumsifu. Alitengeneza jeshi ambalo asilimia kubwa walikuwa watu wa kabila lake, ambalo ni kabila la Kabye. Alihakikisha kuwa hakuna mtu wa nje aliyeweza kumgusa. Hii ilimfanya ajisikie salama ndani ya nchi yake kama yuko sebuleni kwake. Eyadema alikuwa mkatili kwa wale waliompinga. Katika miaka ya 90, katika wimbi la demokrasia likiingia Afrika, alikandamiza maandamano kwa damu. Alijua kuwa ukiachia mwanya kidogo tu wa uhuru, watu watakutoa. Hivyo aliziba matundu yote ya kisiasa na kubaki yeye kama sauti ya pekee ya Togo. Lakini madini makubwa ya Eyadema ni jinsi alivyopanga mirathi yake. Alipokufa mwaka 2005, katiba ilisema spika wa bunge achukue nafasi yake, lakini jeshi lilifunga mipaka, likamlazimisha spika ajiuzulu na kurekebisha katiba ndani ya saa moja ili kumsimika mwanawe Faure Gnassingbé. Leo familia ya Eyadema imetawala Togo kwa karibu miaka 60. Huu ni utawala wa familia uliopikwa na viungo vya kijeshi. Sasa tuelekea Angola. Tunamkuta José Eduardo dos Santos. Aliingia madarakani tarehe 21, 1979. Alikaa mpaka tarehe 26, 2017, jumla ya miaka 38.
Tofauti na Museveni au Eyadema, Dos Santos alikuwa mtu wa kimya kimya, lakini mwenye mkono wa chuma. Mbinu yake kuu ilikuwa pesa kama silaha. Dos Santos alitumia utajiri wa mafuta na almasi wa Angola kununua uaminifu. Alijua kuwa ukiwapa majenerali wa jeshi visima vya mafuta na biashara kubwa, hawatawaza kupindua serikali. Aligeuza nchi kuwa mradi wa familia. Binti yake Isabel Dos Santos akawa mwanamke tajiri zaidi Afrika kwa msaada wa kiti cha baba yake. Kukalia kiti kwa miaka 38 kulihitaji Dos Santos adhibiti mfumo mzima wa mahakama na bunge. Alifuta chaguzi za rais kwa muda mrefu, akisema nchi bado ina vita. Hata amani ilipopatikana, aliendelea kubadili sheria ili yabaki kuwa rais asiyeguswa. Alikuwa anaishi kama mfalme, huku asilimia kubwa ya Angola wakiishi kwenye umaskini uliokithiri. Aliondoka madarakani mwaka 2017 baada ya afya yake kuzorota. Akamsimika Joao Lourenço akidhani atamlinda, lakini historia ina vichekesho vyake. Mrithi wake huyo huyo alianza kumgeuka na kuichunguza familia yake kwa ufisadi. Hili ni funzo kubwa kuwa hata ukae miaka 38 ukiondoka kwenye kiti, nguvu yako inapotea na upepo wa mabadiliko. Kama unataka kujua maana ya neno maisha ya ikulu, mtafute Omar Bongo. Huyu ni rais wa Gabon. Aliingia madarakani Disemba 2 mwaka 1967 na alikaa mpaka kifo chake tarehe 8 Juni ya mwaka 2009. Hivyo ni miaka 42 ya utawala. Bongo alikuwa kiongozi mfupi, lakini alijua kukalia kiti kirefu. Siri ya Bongo ilikuwa ni mchezo wa nipe nikupe na Ufaransa. Alihakikisha makampuni ya Ufaransa yanachimba mafuta na madini ya Gabon kwa bei ya chini. Kwa malipo hayo, Ufaransa ilimpa ulinzi wa kijeshi na kufanya asishikike. Alikuwa mshauri mkuu wa marais wa Ufaransa kuhusu mambo ya Afrika, kiasi kwamba alijiona kama gavana wa Ufaransa ndani ya Afrika. Bongo hakuwa anaua maadui zake mara nyingi, alikuwa anawanunua. Alijenga mfumo ambao kila mtu aliyekuwa na akili au ushawishi alipewa cheo serikalini. Alikuwa na baraza la mawaziri kubwa kuliko kawaida ili kila kabila lipate mkate. Hii ilimfanya akalie kiti bila upinzani mkali wa ndani kwa miongo minne. Alipokufa kule Hispania mwaka 2009, Gabon ilikuwa imekumbwa na kutu ya utawala mmoja. Mwanawe Ali Bongo alichukua kiti hicho kwa njia ya utata na kukaa kwa miaka mingine 14. Ni juzi tu mwaka 2023, baada ya familia hiyo kutawala kwa miaka 56, jeshi liliamua kwa kiti hicho sasa kinatosha kwa familia moja na kumpindua Ali Bongo. Na mwisho tunamwangalia shujaa mbabe Idris Deby Itno. Huyu ni rais wa Chadi. Aliingia madarakani Disemba 2 ya mwaka 1990 kwa mapinduzi ya kijeshi. Alitawala mpaka kifo chake tarehe 20 mwaka 2021, jumla ya miaka 30. Deby aliamini kuwa kiti cha urais ni kama kambi ya kijeshi, lazima uilinde kwa risasi. Siri ya kukaa kwake muda mrefu ilikuwa ni uhalali wa kiulinzi. Deby alijifanya mlinzi mkuu wa amani dhidi ya magaidi wa Sahara. Alipeleka jeshi lake kupigana kila mahali Afrika kwa sababu mataifa magharibi yalimhitaji kijeshi. Walinyamaza hata alipokuwa akivunja haki za binadamu na kubadili katiba ili aendelee kugombea awamu ya 4, ya 5 na ya 6. Aliongoza nchi ya Chadi kwa mkono wa chuma. Alihakikisha kuwa hakuna mwanasiasa wa upinzani anayeweza kuinua kichwa. Mara nyingi alikuwa anashinda uchaguzi wa 80% au 90, namba ambazo kila mtu alijua ni za kupika. Lakini kwa sababu jeshi lilikuwa nyuma yake, hakuna aliyeweza kusema kitu. Mwisho wake ulikuwa kama filamu ya vita. Akiwa ameshatangazwa mshindi wa uchaguzi mwingine, alienda mstari wa mbele kupigana na waasi walioingia nchini kutokea Libya. Aliuawa huko huko uwanja wa vita akiwa amevaa sare za kijeshi. Baada ya kifo chake, mwanawe Mahamat Deby alichukua madaraka mara moja bila kufuata katiba. Hii ni siri ya mwisho wa walioshikilia kiti, wanaotengeneza mfumo ambao unawalinda hata wakiwa kaburini. Mtazamaji na msikilizaji,
Ukihesabu hawa viongozi watano pekee, utaona kuwa wametawala kwa jumla ya miaka 188. Hiyo ni historia kubwa sana ya watu watano pekee. Madini ya leo yanatuonesha kuwa kiti cha enzi kina ulevi ambao unamfanya binadamu aamini kuwa yeye ndiye Mungu wa nchi. Lakini historia ni mwalimu ambaye huwa hachelewi kufika. Inatufundisha kuwa hata ukae miaka 40, mwisho wa siku lazima uondoke. Swali ni utaondokaje? Kwa heshima kama Nelson Mandela au kwa aibu na damu kama hawa tuliowazungumza leo? Na hapa ndipo mwisho wa makala yetu ya leo. Usikose sehemu ya 3 na ya mwisho ya podcast hii, ambapo tutaangalia wababe waliongolewa kwa nguvu ya umma na somo kuu la uongozi wa kisasa. Usikose, maana hapo ndipo tutafunga hesabu zote za walioshikilia kiti kwa muda mrefu. Mimi ni Samson Bahati. Usisahau kulike, kukomenti na kushare. Nikutakie wakati mwema.